Beatrice alionekana kuvutiwa naye, aliomba namba yake ya simu. Chiti hakufikiria sana jambo hilo. Kwa upande wake huenda ilikuwa ni njia tu ya kuendelea kuwasiliana, lakini kwa Beatrice huenda huo ulikuwa ni mwanzo wa kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakukitarajia. Hebu fikiria siku ambayo unagundua kwamba mtu aliyekusaliti si adui yako, si rafiki yako, bali ni mtu ambaye ulizaliwa ukimuita mama. Nafikiria zaidi kwamba mwanamume aliyekula kiapo cha kukupenda, kukulinda na kuwa upande wako milele ndiye alikuwa akikutazama machoni kila siku, huku akificha ukweli kwamba alikuwa na uhusiano wa siri na mama yako mwenyewe. Hii ni hadithi ya mwanamke mmoja aliyekuwa akitafuta upendo aliyoukosa kwa miaka mingi, lakini katika harakati zake za kuupata akavunja moyo wa mtu ambaye hakupaswa kumuumiza kamwe. Ni hadithi ya Thema, mwanamke aliyekuwa akiamini kwamba alikuwa amepata mwanaume halisi na sahihi na yeye kuishi naye katika maisha yake yote. Ni hadithi yako yote mwanaume aliyekuwa tayari kuanza maisha mapya na mwanamke aliyempenda. Na zaidi ya yote ni hadithi ya Beatrice, mama yake ambaye ni mama wa Thema, ambaye alibeba siri nzito sana kiasi kwamba ukweli ulipofichuka uliangusha familia nzima. Lakini kabla hatujafika kwenye usaliti huo, hebu turudi nyuma. Miaka mingi iliyopita, Beatrice alikuwa bado msichana mdogo, na wakati huo alikuwa na ujauzito wa takriban wiki 12. Akiwa na hofu kubwa, alipelekwa kwa nabii pamoja na mama yake ili kutafuta ushauri. Mama yake Beatrice alikuwa amechanganyikiwa. Kwa upande mmoja alimuona binti yake bado mdogo sana kupata mtoto. Kwa upande mwingine alijua kwamba ujauzito huo ungeleta maneno mengi kutoka kwa jamii yake. Kwa hiyo alikuwa akifikiria uwezekano wa kutoa ujauzito, lakini nabii alipouliza kama walikuwa wamefikiria kuutoa, Beatrice akakiri kwamba hiyo lilikuwa ni mojawapo ya mambo aliyowahi kuyafikiria. Hapo ndipo nabii alipowakataza vikali. Aliwaambia kwamba Beatrice asijaribu kuutoa ujauzito huo. Mama yake alitaka kujua kwa nini, lakini nabii alionekana kuwa na uhakika mkubwa na maneno yake anayozungumza. Alisisitiza kwamba ikiwa Beatrice angejaribu kuutoa ujauzito huo, kuna jambo baya ambalo lingeweza kutokea wakati wa mchakato huo. Lakini bado kulikuwa na swali moja kubwa: nani alikuwa baba wa mtoto? Beatrice akataja jina la kijana ambaye alimpa ujauzito, ambalo tutalifahamu huko mbele kwa sababu kuna fumbo kubwa lililojificha. Kijana huyo alikuwa mtoto wa mmoja wa washirika wa kibiashara wa familia ya kina Beatrice. Nabii alipofahamu hilo akatoa uamuzi mwingine ambao Beatrice hakutarajia, kwa sababu kama kijana huyo alikuwa amempa mimba, basi alipaswa kumuoa. Mama yake Beatrice hakupendezwa kabisa na wazo hilo. Alisema binti yake bado ni mtoto mdogo, lakini nabii alikuwa na mtazamo tofauti. Kwa upande wake, kama Beatrice alikuwa amefikia umri wa kufanya maamuzi yaliyompelekea kupata ujauzito, basi sasa alipaswa pia kukabiliana na matokeo ya uamuzi huo. Beatrice hakutaka kuolewa na kijana huyo, lakini hakuna aliyemsikiliza, na hapo ndipo maisha yake yakaanza kuchukua mwelekeo mwingine. Nabii alimuita Beatrice na kumuonya tena. Alijua kwamba msichana huyu huenda angejaribu kutafuta msaada kwa marafiki zake ili kutoa ujauzito huu. Pengine atangeenda kwa marafiki ambao wangempa ushauri mbaya zaidi na wangemwambia atoe ujauzito, na pengine wangetumia njia ambayo sio sahihi kabisa. Lakini akamwambia asifanye hivyo kwa sababu Beatrice alikuwa mtoto pekee wa mama yake, na ikiwa jambo lolote lingemtokea mama yake angeumia sana. Beatrice alikiri kwamba hakumpenda mwanaume aliyempa mimba, lakini nabii akamuuliza swali rahisi lililokuwa na uzito mkubwa: kama hakumpenda, kwa nini aliruhusu afanye hivyo? Beatrice akasema alitaka tu kujua jinsi ilivyokuwa, utamu ulikuwa namna gani, lakini alinogewa zaidi. Marafiki zake wote walikuwa wakifanya hivyo, lakini wao hawakupata ujauzito. Kwa nini yeye? Nabii akamfundisha somo ambalo Beatrice hatakuja kulisahau katika maisha yake yote. Watu wengine huchukua na hatari na kuiponya bila madhara, lakini wengine huchukua hatari hiyo hiyo na maisha yao kubadilika milele. Na kwa Beatrice huo ulikuwa mwanzo wa safari mpya ya maisha ambayo miaka mingi baadaye ingeleta maumivu makubwa zaidi. Miaka ikapita, Beatrice akawa mama na binti yake Thema akakua, lakini ndoa ya Beatrice haikudumu. Baba yake Thema aitwaye Michael akaondoka katika maisha yao.
Sema akabaki na mama yake, huku baba yake akianza maisha mengine mapya kabisa mbali nao. Sema akiwa mtoto aliamini kwamba alipaswa kubaki na mama yake kwa sababu yeye ni msichana, lakini moyoni alitamani sana kuwa na baba yake. Wakati fulani alimwambia mtu wa karibu kwamba hakupenda kuona jinsi mama yake alivyokuwa akimtendea baba yake. Kumbuka huyu Sema ndio huyo ujauzito ambao tumeona mwanzo hapo, na huyu Beatrice ndo huyo binti ambaye mwanzoni hapo tumeona amepelekwa kwa nabii kwa ajili ya ushauri ya kutolea ujauzito. Kwa hiyo huyu ndo Beatrice mama yake, na huyu ndo Sema ambaye amezaliwa. Aliona kwamba mama yake alikuwa mwanamke mwenye tabia ya kufanya anachotaka bila kufikiria maumivu anayoweza kusababisha kwa watu wengine. Sema aliogopa kwamba siku moja angekuwa kama mama yake Beatrice, mwanamke baridi, mwanamke anayefanya maamuzi kwa tamaa zake mwenyewe, mtu anayefuata hisia zake bila kujali ni nani atakayeumia. Lakini mtu huyu akamhakikishia Sema kwamba hatawahi kumruhusu au hivyo. Na huyo mtu ni nani tutamjua hapo mbele. Akamwahidi kwamba siku moja watakapokuwa watu wazima hakuna ambaye angeweza kuwatenganisha. Lakini ahadi hiyo ilikuwa ni ya utotoni, na maisha yalikuwa bado hajaonesha ukatili wake. Maisha yaliendelea, na miaka mingi baadaye Sema akawa mwanamke mzima, na sasa alikuwa karibu kuolewa na mwanamume aliyeitwa Coyote. Coyote alikuwa ni mwanamume mwenye mafanikio, mwenye mipango, na alionekana kumpenda sana Sema. Sema naye aliamini kwamba alikuwa amempata mwanamume sahihi. Harusi ilikuwa karibu, na kwa kuwa Beatrice alikuwa mama ya Sema na pia alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, aliamua kulipia harusi yote. Lakini Beatrice hakuwa mama wa kawaida. Alitaka kila kitu kifanyike kwa namna yake. Alitaka harusi iwe kubwa, alitaka kila kitu kiwe kamili, na zaidi ya yote alitaka kuhakikisha kwamba mwanaume ambaye binti yake alikuwa karibu kuolewa naye alikuwa kweli ni mtu sahihi, mwanamume ambaye ni shababu kama mimi. Lakini Beatrice hakumwamini Coyote kabisa. Aliona kwamba alikuwa mtu mwenye heshima na mwenye tamaa ya kufanikiwa, lakini bado hakujua nia yake halisi. Kwa hiyo akaamua kumwalika kwenye chakula cha jioni. Kwa Beatrice hiyo haikuwa dina ya kawaida, ilikuwa ni kama mtihani. Alitaka kumchunguza mwanaume ambaye alikuwa karibu kuwa mkwe wake akimuoa Sema. Lakini wakati maandalizi ya harusi yakiendelea, Sema alipata habari nyingine. Baba yake alikuwa amepiga simu, alitaka kumtembeza binti yake kwenye njia ya harusi. Sema hakufurahishwa kabisa. Kwa miaka mingi alikuwa amebeba maumivu ya kuachwa na baba yake. Sasa baba yake alikuwa amerudi ghafla akitaka kucheza nafasi ya baba kwenye furaha ya siku ya harusi. Coyote alimsikiliza kisha akampa ushauri, akamwambia kwamba huenda siku moja Sema akajuta kama angemzuia baba yake kushiriki katika siku hiyo. Kwa hiyo Sema akaanza kufikiria upya. Lakini wakati Sema akipanga siku yake kubwa, mtu mwingine wa zamani alikuwa akirudi katika maisha yake. Jina lake lilikuwa ni Chiti. Chiti na Sema walikuwa marafiki wa karibu sana tangu zamani. Wamekuwa karibu kiasi kwamba watu wengi waliamini kwamba siku moja wangeishia kuoana, lakini hilo halikutokea. Sema alichagua njia nyingine, na sasa miaka mingi baadaye Chiti alikuwa amerudi wakati ambao Sema alikuwa karibu kuolewa. Siku moja Beatrice alikutana na Chiti. Miaka ilikuwa imepita tangu amwone, lakini alipomwona sasa aligundua kwamba yule kijana aliyemjua zamani alikuwa amekuwa mwanamume mwenye mvuto. Mwanamume alikuwa amekuwa, na Beatrice alionekana kuvutiwa naye. Aliomba namba yake ya simu. Chiti hakufikiria sana jambo hilo. Kwa upande wake huenda ilikuwa ni njia tu ya kuendelea kuwasiliana, lakini kwa Beatrice huenda huo ulikuwa ni mwanzo wa kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakukitarajia. Muda mfupi baadaye Chiti akaalikwa kwenye dina ambayo Beatrice alikuwa ameiandaa. Sema alipofika na kumwona Chiti alishangaa, lakini pia alifurahi kwa sababu mtu ambaye zamani alikuwa sehemu muhimu ya maisha yake alikuwa amerudi. Na huyu ndio yule kijana ambaye tulimwona mwanzo akiwa na mfariji Sema wakati baba yake ameondoka. Hata hivyo, uwepo wa Chiti kwenye dina hiyo ulileta hali ya ajabu, kwa sababu kila mtu alijua historia yao. Watu wawili hao waliwahi kuamini kwamba Sema na Chiti wangeisha pamoja kuoana, lakini sasa Sema ameposwa na Coyote, na Coyote yuko katika mahali hapo. Lakini kabla tujaendelea, nikusisitize uweze kusubscribe kwenye video ya channel hii, lakini pia uweze kulike video hii na kutoa comment yako. Lakini tuendelee. Na Chiti alikuwa amekaa pembezani pamoja na mwanaume aliyekuwa karibu kumwoa mwanamke ambaye yeye mwenyewe aliwahi kumpenda. Baada ya dina, Coyote akaanza kuuliza maswali.
kwa nini Sema hakuwahi kumwambia kuhusu Chite. Sema akasema hakuna cha kusema, Chite hakuwa ex wake. Hawakuwa wamewahi kuwa wapenzi, lakini Coyote hakuridhika sana. Kuna wakati mtu anapokuambia kwamba hakuna kitu kati yao, unaweza kuamini maneno yake, lakini wakati mwingine macho yako huona kitu ambacho maneno hayawezi kuficha. Na Chite alikuwa bado na hisia. Alimwambia Sema kwamba kama siku yote angeanza kuwa na mashaka kuhusu uamuzi wake wa kuolewa na Coyote, basi amwambie yeye kwanza. Sema hakupenda ujumbe huo kwa sababu kwake Chite alikuwa kama ndugu, lakini rafiki yake Sema aliona tofauti. Alimwambia kwamba Chite hakuwa akifanya kama ndugu. Alikuwa akijaribu bahati yake. Alikuwa akijaribu kuhakikisha kwamba kabla mlango wa ndoa haujafungwa kabisa, basi bado angekuwa na nafasi. Sema alikasirika. Alisema yeye amemchagua Coyote na hakuna mtu mwingine anayehitaji kuingilia uamuzi wake. Lakini rafiki yake akamuuliza swali moja, je, kweli Coyote na wewe una malengo yanayofanana? Coyote alitaka watoto. Sema hakuwa tayari. Sema alitaka kuendelea na kazi yake, alitaka kujenga maisha yake. Na ingawa alisema kwamba walikuwa wamezungumza kuhusu hilo, rafiki yake aliona kwamba huenda Sema alikuwa akijilazimisha kuamini kwamba Coyote angebadilika, lakini Sema hakutaka kusikia. Alikuwa amefanya uamuzi wake, alimchagua Coyote na sasa harusi ilikuwa inakaribia. Lakini wakati Sema akipambana na maandalizi ya harusi, Coyote naye alianza kuona mabadiliko. Kila mara Chite alipokuwa karibu, Sema alionekana tofauti. Coyote akaanza kuwa na wivu, akaogopa kwamba huenda mtu wa zamani amerudi kuchukua nafasi yake. Lakini Beatrice alimfariji, akamwambia kwamba Sema hana nia yoyote mbaya, kwamba Chite ni mtu asiye na madhara. Lakini Coyote alibaki na mashaka, na kuna jambo moja ambalo Coyote hakujua, kwamba Chite hakuwa mtu pekee, alikuwa na hisia zilizofichwa. Beatrice naye alikuwa akianza kumtazama Coyote kwa jicho tofauti. Wakati huo Sema na Coyote wakafunga ndoa, na baada ya harusi Sema alitaka maisha yao yaanze kwa amani, lakini kulikuwa na jambo ambalo bado lilikuwa halijatatuliwa. Beatrice. Coyote alijua kwamba Beatrice alikuwa mwanamke mwenye nguvu, mwenye msimamo na anayependa kuingilia kila kitu, lakini hakujua kwamba hivi karibuni angekuwa sehemu ya maisha yake kwa namna ambayo hakuna mtu angeweza kutabiri. Siku moja Beatrice akaanguka ghafla, akapelekwa hospitalini. Sema alipata simu na kukimbia kumuona mama yake. Alipofika hospitalini alijaribu kuficha hofu yake. Daktari akamfanyia vipimo na baada ya muda akaja na taarifa Beatrice alikuwa mjamzito, mimba ya wiki 12. Sema alishindwa kuamini. Mama yake alikuwa na umri ambao ujauzito ungekuwa na hatari. Daktari akasema kuanguka kwake kulitokana na presha chini na mwili wake kuwa katika hali ya msongo mkubwa. Lakini habari kubwa ilikuwa nyingine. Beatrice alikuwa amebeba mtoto. Sema akataka kujua baba wa mtoto ni nani, lakini Beatrice akakataa kumwambia. Alisema ilikuwa jambo gumu, jambo ambalo hakuwa tayari kulizungumzia. Sema akaanza kuwa na mashaka, na mtu wa kwanza aliyemjia akilini alikuwa ni Chite, kwa sababu alijua kwamba Chite na mama yake walikuwa wamekuwa karibu. Lakini Beatrice akakana, akadai kwamba uhusiano wao ulikuwa wa biashara. Chite alikuwa na biashara ya magari iliyokuwa ikipitia matatizo, na Beatrice alikuwa amewekeza fedha zake. Na Sema akajaribu kuamini, lakini moyoni bado hakuridhika. Wakati huo Coyote alipata habari kuhusu ujauzito huo. Alikuwa na hofu. Alijua kwamba ujauzito huo ulikuwa hatari kwa Beatrice. Akamshauri kuutoa, lakini Beatrice akakataa, kwa sababu moyoni mwake bado alikumbuka maneno ya nabii aliyemwona miaka mingi iliyopita. Alikumbuka onyo kwamba asijaribu kutoa ujauzito. Coyote hakuelewa. Aliona hiyo kama imani ya zamani. Aliona kwamba Beatrice alikuwa anahatarisha maisha yake kwa ajili ya mtoto ambaye huenda asizaliwe salama. Lakini Beatrice alikuwa amefanya uamuzi. Alitaka mtoto, na hapo ndipo ukweli mwingine ulipoanza kujitokeza. Beatrice alimwambia Coyote kwamba alikuwa ameamua kumzaa mtoto. Coyote akamuuliza baba wa mtoto ni nani, na Beatrice akasema ni yeye. Coyote akabaki ameduaa. Alikuwa ndiye baba. Alikumbuka jinsi walivyokuwa wakiamini kwamba walikuwa waangalifu. Alikumbuka Beatrice alimwambia kwamba alikuwa amepita kipindi cha kupata ujauzito, lakini sasa ukweli ulikuwa mbele yao. Beatrice alikuwa amebeba mtoto wake, mtoto wa mwanaume ambaye alikuwa mume wa binti yake. Coyote akamwambia Beatrice kwamba hawezi kuendelea na ujauzito huo, lakini Beatrice akakataa. Alisema mtoto huyo alikuwa wao, na kwa mara ya kwanza Beatrice akaanza kuamini kwamba huenda amepata kitu ambacho amekuwa akikosa kwa maisha yake yote.
ambacho ni upendo, lakini upendo huo ulikuwa umejengwa juu ya maumivu ya mtu mwingine ambaye ni Sema. Wakati huo Sema aliamua kumleta mama yake nyumbani kwa sababu ujauzito ulikuwa wa hatari. Alitaka mama yake awe karibu naye. Kwa hiyo hakufurahishwa sana na uamuzi huo. Walikuwa ndio wameanza maisha yao ya ndoa, walihitaji faragha, lakini Sema hakutaka kusikia. Alisema mama yake hana mtu mwingine, kwa hiyo Beatrice angeingia katika nyumba ya binti yake, na hapo ndipo hatari ilipokaribia zaidi. Kwa hiyo akaanza kumhudumia, akamletea chakula, akamnunulia vitu ambavyo alivitamani, akamletea ice cream na vitu vingine vya ujauzito. Beatrice akaanza kuzoea huduma hiyo, na taratibu nyumba ambayo ilipaswa kuwa mahali salama kwa Sema ikawa sehemu ambayo usaliti ulikuwa ukiendelea nyuma ya mgongo wake. Sema hakujua, yote alijua, Beatrice alijua, na siri hiyo ikawa kubwa zaidi kila siku. Lakini hatimaye Sema akaanza kuhisi kwamba kuna kitu hakiko sawa. Akamtafuta mtu wa kufanya uchunguzi, na taarifa alizopewa zikamfanya moyo wake uanze kwenda mbio. Beatrice alikuwa ametembea hoteli kadhaa katika kipindi cha miezi iliyopita. Ziara hii ilianza hata kabla ya harusi. Sema akauliza swali moja tu, alikuwa na nani? Lakini jibu lililofuata lilikuwa baya zaidi. Niko yote alikuwa ameanza kuondoka kazini mapema, na mara nyingi alikuwa akienda nyumbani akumtembelea Beatrice. Sema bado hakujua ukweli, lakini sasa alikuwa karibu sana. Siku moja Beatrice na Coyote walikutana kwa siri. Coyote alisema walipaswa kumwambia Sema ukweli. Alikuwa amechoka kusema uongo, lakini Beatrice alikataa. Alisema Sema asijue. Coyote akasisitiza, lakini Beatrice akamwambia kwamba kama Sema atauliza, atasema tu kwamba mwanamume mwingine ndiye aliyempa mimba. Na hapo ndipo mlango wa siri ulipoanza kufunguka, kwa sababu Sema alikuwa tayari anachunguza, na hatimaye aligundua kila kitu. Alikuta ukweli ambao hakuna binti angependa kujua. Mama yake alikuwa na uhusiano wa siri na mume wake, na mtoto aliyekuwa tumboni mwa mama yake alikuwa wa mume wake. Sema akamkabili Beatrice akiwa amevunjika moyo, akiwa amekasirika, akiwa haamini kwamba mwanamke aliyemzaa angeweza kufanya jambo kama hilo. Beatrice kukataa. Badala yake alimwambia Sema kwamba yeye ndiye aliyechimba na kutafuta siri. Kwa maneno pengine, Beatrice alijaribu kumfanya Sema amini kwamba yeye mwenyewe ndiye alijiletea maumivu hayo kwa kuchunguza. Sema akashindwa kuelewa. Kwa hiyo sasa usaliti huo ulikuwa kosa lake. Akauliza ni kwa muda gani wamekuwa pamoja, na jibu likamvunja kabisa. Tangu kabla ya harusi. Sema akahisi kama dunia yote imemwangukia. Mume wake na mama yake, wote wawili aliwaamini zaidi, watu wawili ambao walipaswa kuwa upande wake, watu wawili ambao wamekuwa wakimtazama machoni kila siku huku wakimficha ukweli huo. Sema akaondoka, hakujua aende wapi, hakujua muamini nani. Hatimaye akamtafuta Chite. Chite alipomwona alijua kwamba jambo kubwa lililokuwa imetokea. Sema alihisi aibu, alijiona amedhalilishwa, lakini Chite akamwambia kwamba kile ambacho watu hao walichokifanya hakisemi chochote kuhusu thamani yake. Akamwambia kwamba hakupaswa kurudi kwa watu walimfanya wajihisi hana thamani. Kwa mara ya kwanza Sema akalia bila kujizuia, lakini maumivu yalikuwa makubwa sana. Akajifungia ndani ya bafu, hakutaka kuzungumza na mtu, hakutaka kumuona mtu. Chite akaendelea kumuita, hakuna jibu. Akaanza kuogopa, akampigia mtu wa karibu na kuomba msaada. Sema alikuwa amejifungia ndani na hakuna aliyejua alikuwa katika hali gani. Hatimaye mlango ukafunguliwa. Sema alikuwa amejivunjika moyo. Chite akabaki naye akimsaidia, akamhakikishia kwamba atakuwa naye bega kwa bega, na akahakikisha kwamba amepata chakula. Kwa muda Chite akawa mtu pekee ambaye Sema alikuwa bado anaweza kumwamini. Lakini wakati Sema akianza kujaribu kupona, vita nyingine ilikuwa inaanza. Mama yake Beatrice alikuja, na safari hii hakuwa amekuja kuzungumza kwa upole, alikuwa amekuja kwa hasira. Alimkabili Beatrice, akamwambia kwamba alimkaribisha katika familia, akamwamini kama damu yake mwenyewe. Lakini Beatrice alitumia imani hiyo kumsaliti binti yake. Akamwambia kwamba mama anapaswa kumlinda mtoto wake dhidi ya maumivu, si kuwa chanzo cha maumivu hayo. Lakini Beatrice alikuwa tayari amefika mwisho wa uvumilivu. Akasema maisha yake yote alikuwa akiishi bila upendo, bila mapenzi, bila kujisikia kuthaminiwa. Na sasa alipompata mtu aliyempa hisia hizo, hakuwa tayari kumwacha. Mama yake akamwambia kwamba mwanaume huyo alikuwa mume wa binti yake. Lakini Beatrice akasema kwamba tayari amepoteza binti yake, sasa ana mimba ya mwanaume huyo, na kama akimwacha atabaki na nini?
aende wapi? Arudi kwenye maisha ya upweke? Beatrice akakataa kabisa kuondoka. Hapo ndipo mama yake akafanya uamuzi mkali, akamwambia kwamba kuanzia siku hiyo amemkatilia mbali. Hakutakuwa tena na pesa, hakutakuwa tena na nyumba, hakutakuwa tena na msaada. Sema anaweza kupona siku moja, lakini Beatrice na Coyote hawataweza kukimbia aibu yake kile walichokifanya. Beatrice akabaki, Coyote akabaki, na Sema akaondoka. Muda ukapita, Beatrice akajifungua mtoto wa kiume. Mtoto alikuwa mzima, lakini kuzaliwa kwa mtoto huyo hakukuleta furaha ambayo Beatrice alikuwa akitarajia, kwa sababu mtoto huyo alizaliwa ndani ya familia iliyovunjika. Sema hakutaka kumuona, hakutaka kurudi, na sasa Beatrice alikuwa amepata mtoto alikuwa akimtaka, lakini alikuwa amepata mtoto wa kiume na akamempoteza mtoto wake wa kwanza ambaye alikuwa amemlea, binti ambaye alipaswa kuwa mtu wake wa karibu, binti ambaye sasa alikuwa akijaribu kuanza maisha mapya bila yeye. Na Coyote, mwanaume alikuwa ameahidi kumpenda Sema, sasa alikuwa baba wa mtoto wa mama yake. Chite naye alikuwa bado upande wa Sema, mtu ambaye zamani alionekana kama kivuli cha maisha yake ya zamani. Sasa ndiye alikuwa akimshikilia wakati kila kitu kilipokuwa kimeanguka. Na hapo ndipo hadithi hii inatufikisha kwenye swali kubwa. Je, Sema ataweza kupona kabisa kutokana na usaliti huu? Je, siku moja ataweza kumsamehe mama yake? Je, Coyote atabaki na Beatrice na kwa sababu ya mtoto wao, au atagundua kwamba uhusiano uliojengwa juu ya usaliti hauwezi kudumu? Na Chite, je, mtu ambaye Sema aliwahi kumuona kama ndugu atakuwa ndiye mtu wa kumsaidia kuanza maisha mapya? Lakini kuna jambo moja ambalo hadithi hii imetufundisha. Wakati mwingine mtu anayekuvunja moyo si mtu aliyemchukia, ni mtu aliyemwamini, ni mtu unayempenda, unapa nafasi ya kukujua kuliko mtu mwingine yeyote. Na wakati mwingine usaliti mkubwa zaidi huanza kwa uadui. Unaanza na mtu anayekuamini, kuambia usiwe na wasiwasi, mimi niko pande wako. Sema aliamini kwamba alikuwa na mama, alifikiri alikuwa na mume, lakini siku kweli ulipofichuka aligundua kwamba watu hao wawili walikuwa wameunda siri yao wenyewe, na siri ambayo ilimgharimu ndoa yake, ilivunja familia na kubadilisha maisha ya kila mtu milele. Kwa upande wa Beatrice, huenda alipata upendo aliyokuwa akitafuta kwa miaka mingi, lakini bei yake ilikuwa ni kubwa kuliko malipo aliyopata. Alipata mwanamume lakini akampoteza binti, alipata mtoto lakini akapoteza familia, na Sema alipoteza kila kitu alichokuwa akiamini. Lakini labda katikati ya maumivu hayo yote kulikuwa na jambo moja ambalo alikuwa bado hajalipoteza, uwezo wa kuanza upya. Kwa sababu wakati mwingine maisha yanapokuwa magumu, kila kitu ulichokuwa ukikitegemea ndipo unapogundua kwamba huenda ulikuwa ukijenga maisha yako juu ya watu ambao hawakustahili msingi huu. Na sasa Sema ana nafasi ya kuandika hadithi mpya, hadithi ambayo haitaongozwa na mama yake, haitaongozwa na Coyote, wala haitaongozwa na maumivu ya zamani. Kwa sababu baada ya kila kitu alichopitia, swali si tena kama Sema atarudiana na Coyote. Swali ni je, Sema atawahi kuweza kuamini mtu tena? Na kama mtu huyo atakuwa ni Chite, je, safari hii mapenzi yao yataishia tofauti au historia itajirudia tena? Kwa sababu katika familia hii kila mtu alikuwa na siri, na wakati siri zilipoanza kufichuka, kila kitu kilianguka bila kutoa hata sauti. Na kama bado hujasubscribe kwenye channel hii, tafadhali subscribe na ushare video hii kwa wengine, lakini pia toa comment yako juu ya video hii na utuambie ni movie gani ambayo ungependa tufanye recap katika video inayofuata. Asante sana na like video hii.